Technician tuangaliane technician tuangaliane. Naito mama sako ni mwana pomba hii. Naomba tu haya basi tusonge hapa kwa sababu kidogo. Kwa tayari. Haya basi. Wameona regiji. Dakika moja tu. Technician tuangaliane tafadhali. Technician tuangaliane.
Technician wimbo wa taifa na East Africa. Ikafika sauti nzima kutoka kwa kiongozi kupata watu mtu kama huyu ambaye Roho wa Bwana anakaa ndani yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai, tumekusanyika katika uwanja huu ni kwa ajili ya neema na neema zako Baba, maana watu upanga lakini wewe unatimiza. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambapo Yesu Mwana wa Mungu aliye hai tumekuja kunena maneno kama yale yaliyonenwa na Farao baada ya shida, baada ya mambo mengi kuyakumba taifa lake. Akauliza, tutampata wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Bwana anakaa ndani yake? Na hakika Bwana ama Bwana, tunakushukuru ni kwa ajili ya taifa hili. Tunakushukuru Bwana ama Bwana ni kwa ajili ya uaminifu wako katika taifa letu, na tunaomba ili ukatusamehe. Samea taifa hili Bwana ama Bwana, maana liko na majikazi wa damu, liko na watu ambao wanalia, liko na watu ambao Baba wako na vidonda katika maisha yao, ni kwa ajili ya yale ambayo wanayapitia. Na hili taifa Baba ni lako, tunaliweka mwako mikononi ili Bwana ukatamalaki. Asante ni kwa ajili ya mkutano wa leo, tunaomba ukatawale katika mkutano wa leo. Viongozi wamealikwa na wakaja mahali hapa, na kiongozi wetu His Excellency Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka, ambaye ni mtu ambaye Roho wa Bwana anakaa ndani yake. Kwa kipindi kirefu Mwana wa Mungu aliye hai, yale ambayo amepitia yamedhibitisha ya kwamba ni mwana na zaidi ya yote akaanza akatembea na uwe Baba, tunamwombea kibali akakubalike katika sehemu zote za taifa la Kenya, akakubalike pamoja na viongozi wa Kongo wenzake katika taifa la Kenya. Tunakataa roho za mikosi, tunakataa roho za bikina, tunakataa kila machafuko ya anga. Na tukiwa mahala hapa Baba, tunakusihi ili anga yake Baba ikasafiri pamoja na timu yake, pamoja na viongozi wale wengine ambao wameunganika naye Baba. Tunawaombea neema na kibali kwako.
Pia tunamwombea gavana wetu, Bwana uzidi kumhifadhi, Bwana uzidi kumtetea na ukamshike mkono Bwana, akamalize atamu zake katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana tumeona maendeleo kufikia katika uongozi wake. Tamalaki katika viongozi wote na ujitwalie sifa, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Tukushukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Ya Allah, peke yako ndio tunaikuabudu na wewe peke yako ndio tunaikuomba msaada. Ya Allah, tukuomba utuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale uliowapa baraka zako, njia ya wale uliowapa neema zako. Tukuomba ya Allah, usituongoze katika wale waliopotea, usituongoze katika wale uliowakasirikia. Ya Allah, tukuomba kwa jina lako la As-Salam, jina la amani, tuiombea nchi tunapoelekea kwenda kuigomboa Kenya. Ya Allah, wabariki viongozi wetu, washikanishe wawe kitu kimoja, waweze kutuokoa sisi kama Wakenya. Ya Allah, mbariki patilida wetu Stephen Kalonzo Musyoka na wale walioandamana nao wao wote. Mwenyezi Mungu, viongozi hao washikanishe kwa nia yao moja ya kutukomboa sisi wa Kenya. Allahumma alif baina qulubina, kwa kuomba Mwenyezi Mungu ziunganishe nyoyo zetu, wa aslihu dhata bainina, na uyasuluhishe yale yaliyo dhidi yetu, wa hadina subula salama, na utuongoze sisi katika njia ya amani, wa najina min adh-dhulumati ila nur, na ututoe bariki viongozi wetu. Ya Allah, tujalie sisi kama Wakenya Ya Allah, kwa kuomba tukubalie maombi yetu. Amin, amin. Mzee amesema Kasongo wantamzuia kutarakisha ratiba. Naomba Mheshimiwa Mutani niletee mzee yule hapa ili aweze kumkabidhi party leader, ndio tuende haraka. Ako wapi tafadhali? Mzee akuje. Polepole tu. Polepole tu, asante. Asante. Polepole tu. Mzee ako na miaka 103 na siku ya leo atakuwa Musyoka Usha na Mishale. Kwa hivyo naomba tafadhali alete hapa. Naomba peke yake akishafika hapa tuwapatie nafasi wakiwa wawili. Tafadhali ndio tuzizime kamera zetu pale. Tumesimama hapa tuondoke tafadhali. Mpatie mzee, lete mkwaju.
Nah, dia orang batas lima. Kita angkat angkat kena lah. Dia kalau ujian kalau dia mencoba, ujian kalau dia mencoba. Batas sama tempatnya. Lewa, ujian ni, ambil kuat. Wah, namun ya jadi betul. Siapa ni? Meche kuja mahali niko meche. Haya basi tuendelee. Mzee ambaye alimamu neno hilo. Haya. Kuja mahali niko sawa meche. One shot. Twende mwalimu. Anambariki Steven Kalonzo Musyoka. Naomba weko mahali hapa karibu tafadhali. Awekee kitu aketi.
mnyuti. Tuendelee tusiendelee. Ndio kuja koko na bodo sasa wanawake wake Kalonzo kweli kanano ni maisha. Asante. Yes. Kalonzo mwanya alimeokamba akatia kinena chosimbe Nibamunanga mwanya asante ngainamu adile lakini inyewe nyeta wata introduce. You are born as proud. God bless you. Asante. Bayambe kula chakama basi akula chakama. Akwita hata. Achilia. DJ achilia. Baito maeseo Wiper hey. One time
Mungu mtuiswa jambo lakini yao na Mungu ete undu mwake umundu kunange makofi Mungu mwenyewe anafanya one time. Naona zote tumegeuka, tumekuwa KANU, kila mtu anasema one time. Kwa kifupi, nundu tuenaeni. Jana nikiwa nyumbani Soikuru Muna, niliulizwa na watu wa Lower Eastern na Kenya nzima kwamba nikubali nitoke niungane na ndugu zangu hawa wawe one town. Na mimi nimekubali. Je, mnakubaliana na uamuzi huo? Nataka Spika Mbilu aje hapa aweke question. Nataka Spika Mbilu aweke ataje hilo neno. Put the question. Put the question. Whether or not William Samuel Ruto will be absolutely one time. Nakubaliana niungane na ndugu zangu hawa. Put the question. Haya. Stephen Kalonzo kuendelea kupanuka, nyumba inazidi kupanuka nyumbani, na watoto wanarudi nyumbani. Mtoto mmoja kurudi nyumbani ambaye Rigiji alikuwa mjumbe wenu hapa, kijana wetu Mheshimiwa Manyaka. Manyaka amerudi kwa chama cha Wiper. Pengine mmeweka makosa, akubali kama akubali. Wapi microphone? Wiper. Asante sana Your Excellency. Huyo mtoto wako Dr. Victor Manyaka walianza pamoja kwa siasa, lakini hapa kwa njia akapotea, lakini sasa ninarudi nyumbani. Mimi nimekuwa kule ambao wameharibu uchumi wa Kenya, na nimeona ni walaghai ambao wanatakana, na mimi nikasema siwezi kukaa kwa mambo mbaya ili amani ipatikane. Nikasema nikuje kwa hili team, hii ndio hili team. Stephen Kalonzo Musyoka, Rigiji, Justin Muturi ambaye alikuwa spika wetu, na wale wengine Matiang'i na wanatembea. Kwa hivyo nakubali kujoin Wiper. Asante sana. Basi leo ni leo. Nimesema nimewahi kuja Mulu Mutesia Garden.
Hata nimewahi kuja hapa na wengine kama Raila. Nilikuja hapa na Martha Karua. By the way, Martha Karua anatuma salamu zake. Unazipokea? Unazipokea? Fred Matiang'i akiwa Marekani anatuma salamu zake. Unazipokea? Gavana Natembeya ambaye juzi alitesa anatuma salamu zake. Unazipokea? Lakini sijawahi kuona umati halaiki ya watu wa Machakos na Kenya hii wamechukua uamuzi wa pamoja kwamba uongozi ulioko mamlakani sasa hivi haufai. Kila kuchao kazi yao ni kudhulumu hata makubaliano ya wananchi wa Kenya chini ya katiba ya 2010. Kwa hivyo sisi hapa tunapitisha kwa kauli moja kwamba Wakenya wamechoka. Tulikuwa tukisema punda amechoka, kumbe ilikuwa ni bure. Wakenya wamechoka. Na hata tukisema one term, wewe fikiri kwamba you are very lucky that you even that one term. Mimi na wale wengine walitoroka huko kwa mashimo, watoto wakatafuta representatives wapatie memorandum, wakapata wamehamia chini ya shimo. Mama Rose Musia alikuwa kwa wheelchair, yeye alipatikana tu pale, na mwingine aitwa Bishop. Wengine na wale wa Gachagua na wale wa Wiper na wale wa DAP wakaimara wakapokea. Ile risala ilikuwa na vijana. Kwa hivyo ile risala ilikuwa na vijana. Kwa hivyo ile risala ilikuwa na vijana. Kwa hivyo
silaha, bila usimpige mtu ngumi, lakini uko na uhuru wa kufanya maandamano kwa amani. Polisi basi, polisi wetu ambao mnatumiwa na Kasongo kutupia wananchi tear gas, vile mwiki jana mkampiga hata ndugu yangu Wamalo alijificha kwa sababu alikuwa na muinda kama swara, atuamkamate kama vile alikamata na Tembea, wakamshika Malala Kakamega. Kijana huyu Methu huyu, hebu kuja huyo kijana, alipitia chupuchupu, walimtupia risasi. Wale vijana toa vizazi vijavyo jenzima, wale vijana toa vizazi. Kwa hivyo akaponea chupuchupu. Tunasema polisi msikubali, because at the end of the day you will be held accountable by the people of Kenya for having misused. Kumbukeni, under international criminal justice, bado mahakama ya ICC ipo. Don't you think unaweza kugadamisha wananchi wako and get away scot free? It will never happen. This is a new republic, nchi ambayo inaamua kujikomboa, na kwa hivyo having declared 25th of June a public holiday in honor of the Gen Zs, right? We want to say, wewe police, unaebeba grenade, unaebeba tear gas, kabla ya kumtumia mwenzako tear gas, ujue tumekuja kukomboa. Kabla ya kutumia hiyo tear gas, hebu angalia payslip yako. Angalia payslip yako. Na utajaribu, pengine utaruka umtupie Kindiki na Ruto hiyo tear gas. Kwa hivyo hii ni Kenya mpya. Hii ni Kenya mpya. Baitu kaini mutabie. Imo lili kanasiana siya Israeli. Serikali ile ukombozi, wewe una miaka yana. Miaka 40. Ndivyo kanativo. Miaka yana. Nisio lili kanananyu wata mojumbe. Wake tuino 1985. Mwakona mina miaka 40. Kwa hivyo watoto wa Israeli watapata ukombozi wa kutosha. Ndivyo kanativo. Wanaamini this is freedom time. Na hakuna ku kumbansi ya Kenya. Yune endemu egebe mundu wa usiaito wewia. Toma baende choni. Aka mewia. Mwende mukambo tumundu wange. Waipa. Ema oke liandaka. Agole manaendie kwa Ruto. Maenda kuboya mutukufu rais. Na hiyo tukufu tuliwachana nayo chini ya katiba. Wanaweza kusema mtukufu rais, tunaomba maendeleo. Maendeleo gani na katiba imekupa uhuru wa kutosha? Kwa hivyo Ruto akija mtambua na ndugu yangu vile mtafanya na yeye. Lakini nasema hivi, hapa nilimtangazia Uhuru Kenyatta, kumbukeni 2017 I think. Nikamwambia aumeame odhima kwasia Kalonzo twende tuone mwelekeo elando tuone mwelekeo siavie na siongoye na medukezi na madhi mamzebe na meumya edo mwende otambai na kwa netabia mbai the following. Mheshimiwa Uhuru na mwiye andosio ndena onengamo nemunika naba onaze manyaka bindezwa ibona ake na mwiye na munenga jo tunaye na jo iyo na mwena munengane kwa Uhuru na Jubilee, lakini kebelo na kimo na kila kia edeni chama ni okanga ngi mwika akekwata
Kwa hivyo tunatangaza wale wameenda kuuza jamii, kuenda kurambaramba, kuenda kurambaramba nini ya nani wanakevelo unachoka ngengima ikachona. Sababu hii ni wakati wa ukombozi. Hatutaki watu ambao wana uoga. Mtu mwenye uoga, nakumbukeni vile mimi nimefanyiwa maajabu, lakini nikavumilia, nikajua siku moja ndugu Rigiji atakuja, siku moja ndugu Eugene Wamalwa atakuwa na mimi, siku moja my brother Muturi will be here. One day, this country will be free and free forever. That time must come. Wakati umefika, utapata haki yako ya kikatiba, utapata haki yako, utaenda kuombaomba. You will get what is legally yours. Mnalipa ushuru, tena too much ushuru. Ushuru wa kwanza hii ingine Ruto amepitisha. Ingine executive order number 1, no housing tax. Hii iende mbele. Hiyo inarudisha pesa mfukoni. Unaelewa? Watu wa Kenya wanapata pesa mfukoni. Executive order number 2, kutoka pre-unit, primary, mali tulianza na Kibaki, secondary mpaka university. Hizi pesa mliiba zote, hizo tutatumia watoto wa Kenya waende mpaka chuo kikuu bila kulipa kodi. Executive order number 2. Hiyo itaandamana na kusema Higher Education Loans Board will be reinstated with immediate effect. Na kuna mambo mengine inaitwa funding model ya CRVA na Siongo hiyo hatutakubali. Kwa hivyo tuko katika harakati muhimu zaidi, na tunaomba tuungane mkono. Sasa tume mpya hii, hata naona wafanye whatever they want to do, hatuna uoga. Huti Raila ongewa kura kilevi na ni Ruto. Kana Raila kana diwe Mundume twa musukuma kilevi za kazi tuamewa. Kwa kumbukeni ulikuwa kisema wakiiba wakihesabu tunahesabu, wakijumulisha tunajumulisha, wakiiba tunaiba. Safari hii hiyo ni Kenya. Safari hii huyo sio Raila akuibiwa kura. Wafanya ile wanafanya na IEBC, Kenyans want an urgent IEBC. Vijana jinsi milioni 9 wachukue kura zao. Vijana milioni 9 wapate vipande, ama sivyo? Alafu vijana jinsi ambao tumetangaza siku yao ya uhuru, kila mmoja wao polling stations Kenya ni 20,000. Tunahitaji tu watu ambao ni waaminifu. Kumbukeni story ya Gideon in the Bible. Tunahitaji only 100,000 agents ambao wanaaminika, ambao watanunuliwa, ambao watajua kazi ni kukomboa Kenya. Waende kwa kila polling station, wahakikisha wananchi wanapiga kura. Wakipiga kura haitaenda kwa IEBC, itaenda directly. Sheria inasema kura ambayo inahesabiwa kwa polling station ni final. Kuna kesi iliamuliwa inaitwa Maina Kiai, yaani ile kura unapigia hapo na kuhesabu hapo kwa polling station ni final. Kutoka hapo mutapeleka directly hayo matokeo kwa Presidential Tallying Center. Hatutahitaji IEBC, tutatangaza ni nani mshindi. Hiyo ndio imefanyika Amerika na Trump. Unaelewa Biden mambeya hamoti Raila lone wa kura kuvikando metoko na amani. Kwa hivyo naona nikome hapa zasikia mavoko kumeshona. Lakini nashukuru gavana wa Vinya na timu yake wamejaribu. Ana timu
kwa malaika, lakini mheshimiwa governor na timu yako, mheshimiwa senator, mheshimiwa county women rep, I want to salute you for showing leadership. The Machakos girls. Sinamelo, because I have also to acknowledge ile team. Wengine wameenda wakanunuliwa. Hiyo peke yake, Governor Wavinya, Governor Malom, Governor Mutula Junior, kuitwa ni Ruto na Maimea, na kwazi ya party leader atawa tuiko vi, isili kusubiandaya mwakamba. Hiyo peke yake ni kuchunga heshima yetu. Wangapi wanasema tuwapigie makofi magavana hawa wetu. Na ile mchezo iko hapa, ati county assembly speaker anafunga vile anataka. Nimeona speaker ameenda kwa Ruto, basi aende akiendanga. Mwende mkasema hizo, aende akiendanga sivyo. Hatutaki mchezo tena. You are either with us or against us. Kwa hivyo Mungu awabariki sana hapa Machakos. Nataka nimkaribishe ndugu yangu ya Chagwa, Waseko, Deputy President. Mr. Harambee. Sasa hiyo one time ni namna hiyo, si ndio? Harambee. 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 Wana William Ruto. Wana Kasongo. Wana Kaongo. Wana Mizi. Wana William Ruto. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo. Mimi nimefurahi sana watu wanasema kufika hapa ndio tukubaliana. Tulikuja jana pale Sekuri na tumekuwa na kikao cha faragha na kiongozi wenu Stephen Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana ya kwamba tutatembea pamoja tuunge serikali 2027. Na mimi nimekuja kuomba nyinyi kiongozi wenu mpatie ruhusa, mkipatie yeye, tutembee Kenya, tutafute serikali pamoja. Nimepatia ruhusa. Wangapi wanasema nimepatia ruhusa? Mimi nataka kusema sisi tumekuja kutangaza ya kwamba sisi ni marafiki wenu. Siku hii ya Ruto ametuaibisha pale kwa bunge. Huyu Kalonzo Musyoka, maseneta ya Wiper na wabunge ndio walifunika sisi uchi. Huyu Ruto ambaye sisi tulimsaidia akakuwa rais, alienda akatutoa nguo mpaka ile ya ndani. Huyu Kalonzo Musyoka na maseneta na MP na jamii ya Wakamba mkatafuta blanketi mkatufunika uchi. Tumekuja hapa kwa sababu kusema asante, na sisi ni watu wa shukrani. Kwa hivyo tumetengeneza urafiki, na mnajua nyinyi ni makazi ya watu, si ndio? Sisi tumeona hasara kubwa kwa sababu watu kwa tumeketi kuongea na nyinyi. Sasa tumechanuka, tumerafuka. Sisi tutatembea pamoja, na tukitembea pamoja tutafukuza Kasongo. Na mimi nataka kuwaambia nyinyi Wakamba, mimi ni political scientist,
na mimi napigaga hesabu ya siasa. Tangu tuanze mambo ya multipartyism, sijaenda ile pande ya kushindwa. Pahali unaona Rigiji ako, hiyo ndio timu ambayo itashinda. Na mimi niliambia Kasongo alipoamua kunifukuza, nikamwambia sisi ni mafundi. Hii nyumba yako sisi ndio tulijenga. Kujenga nyumba ni mwaka moja. Hii jamaa ni siku moja. Hii nyumba yako sisi yakasema tubomoe. Na huyo jamaa tunamsukuma. Tumsukume. Ya mwisho ndio nimalizie hapa. Mimi nauliza nyinyi watu ya Ukambani. Baito. Hii uchaguzi pahali imebaki ni kidogo sana. Na ni yenu. Tunataka mjiandikishe kura milioni 4. Mtafanya hivyo? Majazimbo. Nyinyi majanzi ndio dawa ya Kasongo. Na nyinyi majanzi ndio mtakomboa Kenya. Na dawa ya kukomboa Kenya ni kuchukua vitambulisho na kuandikisha kura na kujitokeza kupiga kura. Mtaamuka mapema kufukuza Kasongo? Mtaamuka mapema? Mtaamuka saa ngapi? Saa 10? Hapana. Saa 10 nitachelewa. Dawa saa ya kufukuza Kasongo ni saa 8. Mtaamuka saa 8? Mwana mkono wangu saa 8. Ya mwisho. Huyu Kasongo ako na pesa mingi sana. Anaweka pesa kwa container. Anatembea nayo na magunia. Na sasa pale Mlimani alipopanga kukuja nikapiga hesabu. Tuko na msemo pale kwetu ya kwamba ndovu hawezi zikwa na pembe. Lazima unoe pembe alafu usike ndovu. Sasa pale Mlimani tukampangia. Mnataka nichanue nini? Nimechanue. Sasa pale machief ndio walikuwa wamepewa pesa na wabunge wale wasaliti. Tukachanua watoto wetu tukawaambia huyu ni mtu ya uongo. Ni mtu ya uongo, si ya uongo. Na vile anakuja kudanganya sisi, hatuwezi sikiza uongo tu bure. Kusikiza uongo ni bei kali. Tukatengeneza bei pale. Tukasema kuamuka uende pale sokoni kumsikiza ni shilingi 2,000. Tunakubaliana? Kupigia makofi ni shilingi 1,000. Kucheka kumuonesha meno ni 500. Kwa hivyo yote ni 3,000 na 200. Lakini msikubali kama hapa mjumbe hapa town akipatiwa pesa atiambia atampatia baada ya mkutano, atasiba simu. Pesa mpokee kabla ya kutoka nyumbani. Tunakubaliana? Mpokee pesa kabla ya kutoka nini? Na msijali, msipotoka nyumbani akaribie, mtaitiwa pesa kwa sababu hataki kukuta hakuna watu. So nyinyi mkae nyumbani. Ndio ile mtu ya Soprano ile inaitwa Esa. Tumepangia pale. Yeye mikutano yake anaweka hema hadi mkutano hakuna mtu. Anatumana pesa na gunia inajaa. Watu wanakula pesa. Akifika pale wamwambia uende ukiendanga. Mtafanya namna hiyo? Mmechanuka au mtachanuka? Mtachanuka. Sasa mkipata kitu mtanikumbuka. Na mimi ni mtu wenu. Mimi nilikuwa nasomesha hapa shule ya Kwa Ganze. Mnajua Kwa Ganze? Nilikuwa mwalimu hapo. Disco tulikuwa tunacheza hapa pamoja inaitwa Bugani. Mnajua Bugani? Mimi nimekuwa muziki sana hapo. Kwa hivyo mnikumbuke.
Huyu kijana yangu anaitwa Dr. Peter Muyaka. Mnamjua huyu wako wapi Muyaka huyu? Huyu ni rafiki yangu. Tulikuwa na wao kwa Kasongo, tukashindwa na mambo ya uongo. Tukakuja pande hii. Si amefanya vizuri kuja kwa Wiper. Mtamrudisha kuja hii kijana. Muyaka arudi huko asirudi. Sana sasa atoshi. Ashikilie Kalonzo Musyoka ashikilie. Sasa wewe Dr. Victor Muyaka, wewe ni mtu yangu. Kazi yako kuanzia leo ni kuchunga mambo ya Kalonzo Musyoka hapa Machakos. Tunakubaliana? Asante sana. Alafu huyu mmoja mtamshikilia. Mtamshikilia huyu kanana. Mtamshikilia. Kwa sababu kama Kalonzo Musyoka tumeenda Kenya, boma naweza watu bila mtu ya kuchunga. Sasa mzee wa hii boma ni nani? Mzee wa boma ni nani? Mama anaweza hawezi? Mama anaweza hawezi? Mama ashikilie boma asishikilie? Nawe mama mzee wa boma, ukikubalia Kasongo hapa utaniona wewe. Tunakubaliana? Wakuonesha vijana nimekuja nao kutoka pale Mlimani. Tuko na huyu kijana anaitwa Geoffrey Wangeto, anatoka pale Tete, mpigia makofi. Niko na huyu anaitwa John Kabushia, ni mjumbe wa Mkerani. Niko na huyu anaitwa Major Dong, ni mjumbe wa Kayale. Niko na huyu anaitwa Mheshimiwa Mwogo, mjumbe wa Starehe. Niko na huyu anaitwa Peter Mwezi kutoka Lemuri. Niko na huyu alikuwa waziri wa Uhuru Kenyatta, anaitwa Sisi Kariuki, anataka kuwa gavana wa Nyandarua. Niko na huyu kijana. Huyu kijana anaitwa Bobo. Alielewa sielewa. Alielewa sielewa. Alielewa sielewa. Huyu kijana alisema Kasongo akienda nyumbani atanyolewa Kasongo akienda. Alielewa sielewa. Alielewa sielewa. Unataka msamilie? Machakos! Machakos! Harambe! Harambe! Aende asiende! Kasongo aende asiende! Mungu aende asiende! Mungu aende asiende! Mimi nataka niulize viongozi wetu jambo moja peke yake, kwa sababu nyinyi mmesema mtawachagua na mtachagua timu hii, na tuwachagua iko kitu moja mnataka, tunataka mtusaidie, kwa sababu yule mtu anaitwa William Ruto, sisi tumemwambia ni mtu ya one term, na yeye anasema anataka term 2. Sasa kama anataka term 2, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, lazima mtusaidie. Hiyo term ya pili anataka lazima akamalizie jela. Kenya hii uhuru, wakati William Ruto ataondoka, Kenya itakuwa sawa wakati William Ruto ataondoka. Kuja hapa tutakuwa tunamwimbia yote yawezekana, yote yawezekana, yote yawezekana, yote yawezekana. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, nimeona huko Kisumu mtu anaitwa Raila Odinga na mtu anaitwa William Ruto
wanadharau wewe, wanadharau Rigathi Gachagua. Si vile Raila Odinga alitafuta mwanaume kamili ya kusaidia yeye, ya kusimama na yeye, alipata huyu Kalonzo Musyoka. Ukweli ama si ukweli? Ukweli ama si kweli? Wewe Raila Odinga, wakati unatuambia huko Kisumu maneno ya Kalonzo Musyoka, siku Kalonzo ulitafuta kiongozi wa kusimama na wewe, Kalonzo Musyoka alisimama na wewe. Wewe ulienda kulia atumeibiwa kura. Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua hawezi kuibiwa kura. Kwa hivyo hata kama unakosea Wakamba heshima, lazima upatie Kalonzo Musyoka heshima, lazima upatie Wakamba heshima. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, najua pale Kisumu watu wako hapa ni wajinga na wakora, kwa sababu mmoja ni Raila ananyima wewe heshima. William Ruto, wewe wakati ulikuwa unatembea hapo Mount Kenya ukilia na kumwaga kamasi, ukitafuta kiongozi kabisa mwanaume kamili anaweza simama na wewe, huyu Rigathi Gachagua ndiye mwanaume kamili ambaye anasimama na wewe. Ni kweli ama si kweli? Na hiyo nyumba yako ambayo tulijenga tutabomoa, upende usipende. Asanteni sana. Leo wacha nionyeshe wale wengine kabla ya Wamala atazungumzia ile timu ya Wiper number 1. Kujeni timu ya Wiper, wale wataongea ni senator na county women rep. Tukimalizia kuna kijana hapa, ndugu huyu mwingine ananipatia huyu wakili anaitwa Ndegwa Njiru ndio aliuliza Mutuze Mwangi ya URAS. Ndio huyu makofi. Alafu kuna mheshimiwa Zambia wa Kilome, ndio huyo. Kuna kijana kama wa Jensi kutoka Limuru. Alafu kuna mama Jessica Mbanu kutoka Kibwezi East. Asante. Kuna mheshimiwa Kemilo kutoka Kaiti Makueni. Kuna mheshimiwa Nzengu kutoka Mwingi North. Kuna mheshimiwa Musili Mawade kutoka Mbakafe. I just wanted to introduce the ones who must speak. Kuna mheshimiwa Speaker Mbilo. Mheshimiwa Strong. Kuna mheshimiwa Basil kutoka Yata. Kunaye mheshimiwa Charles Kilonzo Tomia kwa sana mwandoni. Ndio. Last born huyo amerudi nyumbani nimeka. Asanteni. Kuna mheshimiwa Kana alikuwa amesimama seneta. Kumbukeni wakati ule mwingine wakili anasaidia sana watu wakishuka ovyo ovyo. Kuna majority leader huyo wa Ngondi, onyesheni wale wengine. Na huyo Dhiangoma niwe representative wa Undi. Wala ni kama kwa namuka ndio tuko. Huyo ni ndugu yangu, very senior member. Is going to be the next governor bila wasiwasi wa Nyamira, Ben Momanyi. Oya naita Wambua Abana Skana Mutu Nandanuka Itiakana. Thank you. Basi I think I will mama county mwingine si ndio huyu? Asante. Thank you. Mama kama mama. Mheshimiwa Senator Agnes Kabindu. Ano maidhoeka na mbeza sia Kasongo. Msimamo. Francis Mwangangi, Deputy Governor wa Vinya. Wavinya mwenyewe gavana wenu sio? Gavana wenu si ndio huyo? Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Hebu tusalimiane hewa Machakos zote. Harambe! Kasongo!
Zakayo, Kaongo, umeamua? Sisi tuko hapa siku ya leo kuambia watu wa Machakos. Jana utafiti umeonyesha 75% ya Wakenya wamesema nchi yetu imechukua mwelekeo mbaya. Our country is headed in the wrong direction. 75% ya Wakenya wamesema hivyo. Mnakubaliana na hao? Tuliambiwa eti yule dereva anaitwa Zakayo alikuwa na yule makanga hakuwa sawa, anaitwa Rigiji. Wakashukisha Rigiji, atiendi alikuwa analeta shida kwa hiyo gari. Kufika sasa hiyo gari bado inaenda a wrong direction. Imeonekana wazi makosa sio ya Rigiji, ni ya nani? Ni ya nani? Aende asiende? So leo tumekuja Eastern. Biblia inasema the wise men came from Eastern. We have come here because from the East there is a wise man hapa. Tumekuja tuwaombe ninyi watu wa Machakos. Jana tumeomba kule Kitui. Wametupa wise man anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mnakubali tuende na yeye? Tuende tuunde serikali? What has gone wrong? Inafanya nchi ende the wrong direction. Ni uongozi mbaya. Ni sababu kuna ufisadi mwingi. Mambo yalitoka bottom yakaenda wapi? Up. Gharama ya maisha imetoka bottom imeenda wapi? Up. Nauli na mafuta imetoka bottom imeenda wapi? School fees imeenda wapi? Leo tunasema haya kufanyika, Ruto must go. Hii housing levy ameleta, tunataka tutupilie mbali. Mwenyewe amesema juzi ati ana tax nyingi housing levy, lakini amepata pesa nyingi kutoka kwenu watu wa payslip. Na sasa hizo pesa hajengei nyumba, ameanza kujenga soko. Ili hali alichukua housing levy ajenge nini? Nyumba. Leo tuambia William Ruto, what you are doing is illegal, it's unconstitutional. And as the incoming government, Bile Kalonzo amesema executive order number 1, housing levy wapi? Mnakubali to cancel hiyo? Pili tumesema the Wiper leader ni kiongozi ambaye tunamwamini. Ni kiongozi tuna heshima na yeye sana. Na leo tunaomba mtupe twende na yeye, because what Kenya needs is a leader like the Wiper leader. Ukitupa huyu Kalonzo, we are going to wipe away the tears ya all widows and orphans ambao watoto wao Gen Z waliuawa na huyu. We are going to wipe away all tears ya watu wote waliona payslip, wanakatwa housing levy, wanakatwa SHA, sijui nini, hadi sasa hawana chochote. Mnakubali tuende na yeye? Hizo ndio sababu tumekuja hapa siku ya leo. Western sisi tumekubaliana. Vile tulishikana hapo zamani Wamalwa ya Kibaki na huyu Kalonzo tukaona serikali ya NAK. Mkiona huyu Rigiji kutoka mlima huko, mjue ya kwamba tumeanza hiyo safari. Mkiona Wamala nikitoka Western wamenituma hapa tushikane na Kalonzo tuunde hiyo serikali. Mnakubali tuende tuinde pamoja? Tutembee pamoja? La mwisho naambia William Ruto akiwa Kisumu, there cannot be an apology without the truth. And there cannot be an apology without justice. Hakuwezi kukawa msamaha bila ukweli kusemwa ni nani aliwa Rex Masai, Gen Z wa kwanza tuliyomzika hapa Machakos County. Hatuwezi kusema pole na ili hali hatujui nani aliwa Denzel Onyango, kijana ambaye aliwawa Gen Z mwingine. So ukiwa kule Kisumu Bwana Ruto, start by apologizing kwa watu wa Kisumu, watu wa Migori, watu wa Homa Bay, watu wa Siaya ambao uliwa watoto wao. Na ukishafanya hivyo, sisi tunataka tuseme there must be a truth, justice and reconciliation commission. Na hii timu ndio itarudisha Kenya pamoja. Tuko pamoja jamani? Tutembee pamoja. Asante, Mungu awabariki. Wacha tumwite. Naona saa Magoko watu wamejaa. 11 tutafanya nini? I think very quickly before I go, Lenturi na MCA simameni hapa. Wa MCA simameni hapa. Akitaka kusema kwa na wale wengine, Kamene amekubali ataongea kwa mbele. Hebu ma MCAs inueni mkono kusema Wiper. Hawa ni leader kwa niaba ya wale wengine. Wangondi, thank you very much.
Asanteni sana. Thank you. Thank you. Senator, 1 minute. Useme ile ulikuwa unasema, tuwaalike ndugu zetu. Asante. Za mjambo. Wiper. Mimi yangu ni machache tu. Asanteni sana mshika kiongozi wetu Kalonzo Musyoka mikono pamoja na Rigiji na wale wengine. Na tuwaombee sana ili waweze kuendelea na umoja na kuungana pamoja. Ya pili, mimi nataka Speaker wa Machakos Assembly pamoja na MCA wafungue hii assembly. Maana ile pesa ninatafuta kwa nguvu sana pale, ikirudishwa ni mimi na wao. Asanteni. Asante. Sasa tutamweka ndugu Linturi. We follow that. Waziri alikuwa waziri wa mambo mengi zaidi. Asante sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Watu wa Machakos, Bwana asifiwe. Amjambo tena. Mimi nimefika hapa Machakos siku ya leo kuungana na viongozi wengine kuanza safari ya kupeleka Kasongo nyumbani. Na pia nimefika hapa ili niwaambie ya kwamba watu wa Meru wamenituma na salamu zao kwa watu wa Machakos. Mmepokea? Sasa nikirudi Meru, nataka kusikia msimamo wa watu wa Machakos ni gani, sababu unajua sisi watu wa chama cha DCP kazi yetu ni kusikiza ground, ni kusikiza Mkenya, ili lolote lile tunalolifanya liweze kuwa ni lile mwananchi anataka liweze kufanyika. Machakos hapa mumesema tuungane zote na viongozi hawa, tulete Kenya pamoja, tufanye William Ruto kama one term president. Mnakubalia hivyo? One term. Ya mwisho, Rigiji mnajua alikuwa naibu wa rais, Linturi alikuwa waziri, Muturi hapa alikuwa waziri, na mawaziri wengine kama 8 wako nje ya serikali. Na sisi ndio tunasimama hapa kuwaambia ya kwamba Kasongo ameshindwa kuendesha serikali ya Kenya, na kama ni sisi tulifanya kazi na yeye, na tunawaambia na tuko huku, wewe ni nani umwamini na unjakuwa hata karibu kufanya kazi na yeye? Tunaelewana? Kwa hivyo muache salama. We are short of time, but next time tutaongea zaidi na mbarikiwe. Thank you very much. Ndugu Muturi, JB Muturi, kwanza hizo gamba kwa mbele. One term. Ruto one term. Baito, I'll take very short time kwa sababu ya muda, lakini kuhabarisha Kenya, sisi zote mmesikia hapa, na hasa mmesikia Rigiji mara nyingi kwa runinga kila pahali anawaambia, si ndiye alikuwa deputy wa William Ruto? Anaweza kuwa ndio anakuja kuambia huyu anafanya kama ni urongo. Mimi ndio nilikuwa attorney general yake. Sasa mimi nataka kupatia onyo kidogo. Mkisikia jambo ambalo William Ruto anasema na anapigia ndebe, mjue yeye anaangalia mfuko yake. Mnanielewa? Jana yeye mwenyewe amesema ati Raila Odinga amepeana kwa serikali eka 5. Raila Odinga kupeana eka 5. Labda tauliza rafiki yangu Sine Kanzo Stephen Kalonzo Musyoka aniambia hayo ni yapi. Tupeme William Ruto kwa sababu tunakujua, tuoneshe title deed ya hizo eka 5. Kwa sababu kama vile mmesikia wengine wakituambia hapa kama Senator Medho, hizo pesa za housing hizo tu William Ruto ameanza kupora, zingine anapatia ile mtu anaongea
ati anafanya empowerment. Sio kwa kazi yako. Kale. Ati tunasema sasa. Unajua hapa kuongea hiyo inaona taabu. Kwa pesa zetu ndizo hizo zinapatiwa huyo kijana ndarande kila bahali atakisema anafanya empowerment. Tafadhali sisi tuko hapa. Hii ndio serikali ambayo inakuja. Na hii serikali inakuja ndio itahakikisha ile mali yote ya Kenya ambayo imeporwa imarudishwe kwa wananchi wa Kenya. We must make it absolutely clear that you are never going to be elected to go and loot public resources of the republic. And it must start with this regime of William Samoei Arap Kasongo, Arap Mwizi. Jamani, ati alisema mimi mnaona ni mtu ya kushindana na hii watu wanauza ndengu. Hiyo ndio madharau ati madharau sisi si madharau. Madharau si madharau hayo. Kwa hivyo tunasema Kasongo harambee. Asanteni sana ndugu zangu. Chairman wa Jubilee anashikilia Uhuru Muigai Kenyatta's party Jubilee. Haongei sana, yeye amekuwa powerful permanent secretary. Harambee. Kama vile party leader wa Wiper amesema, mimi naitwa Saitoti Torome na nawakilisha chama cha Jubilee katika muungano wa vyama vya upinzani, na hiyo chama mnajua inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Si ni kweli? Mnapokea salamu za Uhuru? Uhuru anawasalimia, tuko na yeye. Tutatembea na hizi vyama vya upinzani mpaka tupate candidate moja, kwa sababu adui wetu pia ni mmoja, si ndio? Kwa hivyo hata sisi tutaungana, tutoe candidate very strong ambaye ni mmoja. Chama cha Jubilee tutaunga mkono ule candidate atakubaliwa na hivi vyama vyote. Asanteni. Mheshimiwa Mbowe na Senator Kujeni mfunge. Mheshimiwa Mbowe majority leader, na mheshimu sana kwa sababu ya kuongoza timu yetu kwa bunge. Ni mjukuu wa Generali haja drop the ball na mwenzake katika kitu kukamilisha. Asante Machakos. Kwa hivyo wakikuja hapa tukisema one time bila brains. Kwa hivyo wakikuja hapa tukisema asanteni sana kwa sababu ya wakati wote. Maboko tukaongea kwa maboko, lakini watu wakituma kwenye